Huyu jamaa anaitwa Toby, rafiki zake humuita T. Katika mishemishe zake akakutana na huyu binti. Huyu binti anaitwa Ronnie, akataka kuanguka. Mshikaji kamdaka, kamwangalia dende kama sinema za Kihindi hivi. Ndio anataka kukisi taratibu. Huyu mwanamke kamsukuma, akamwambia Jeshimu wewe, unafanya nini hapa? Hebu angalia hata watu wenye hadhi yako. Mambo gani hayo unataka kunifanyia? Akamchamba wewe. Mshikaji akaondoka. Toby huku yupo ndani ya gari, lakini baada anakumbuka mipasha aliyopewa na ubebe alivyomtukana na kudai kwamba anaweza kumfungulia kesi ya ubakaji. Huyu Ronnie yeye ni influencer hapa mjini. Yaani hapa yupo online, anawaambia washabiki zake kwamba amenunua nguo mpya, nguo kali, brand nzuri. Yaani anajitangaza sana kibiashara. Maisha yake yote ni ya mtandaoni. Yaani anasema kwamba watu wa mtandaoni followers wake ni familia yake ya pili. Anawapenda kinoma noma. Kama unavyoona, chef wake anamletea chakula, anamwambia njoo kwanza wasalimie. Wasalimie vizuri. Hebu vua hii miwani. Huyu bebe ana mbwembwe jamani, hatari sana. Karibu kwenye movie yetu kali sana. Inaitwa Love Bug. Humu ndani kuna Sam Morris na Uche Montana. Yaani wametisha kinoma noma. Nikukumbushe kusubscribe kwenye channel yetu ya Nielide Swahili. Pia kucomment, kulike na kushare. Karibu. Huku tunamuona Toby ambao ndo T amewasili kwa rafiki yake. Huyu jamaa anaitwa Chike. Ni washikaji tangia utotoni. Mwenyewe unaweza kuona walivyosalimiana, ni watu wamemisiana. Huyu mshikaji alikuwa yupo overseas. Hivi sasa ndo amerudi Nigeria. Yaani amepata pesa kinoma noma. Kama unavyoona mavazi ya mshikaji, amesoma kinoma noma. Watu ambao wanavaa design hizi ni watu wanakuwa wamesoma ile mbaya. Mwenyewe unajua. Ila Toby bwana kumbe tangia awali anamjua Ronnie, anamfuatilia mtandaoni. Hapa tunamuona amekaa kwa mshikaji wake lakini bado yupo Instagram. Anamchungulia. Mshikaji akagundua, anaangalia vipi unamzimikia, unampenda au nini. Jamaa akawa anakausha. Wakapiga story pale. Ronnie akawa amemuuliza dada yako Kams yuko wapi? Akasema ametoka kidogo. Yule si unajua na ubize wake. Akasema jamani nimemkumbuka sana. Huyo Kams karejea. Wakakumbatiana kinoma noma, ndo wanaanza kusifiana. Jamaa anamwambia umekuwa binti mlembo, umekuwa mzuri sana. Naye anamwambia hapana, mimi nakuona unavyopendeza, inaonekana umepata mahela kibao. Wakawa wamekaa pale wanapiga story. Jamaa kawaeleza jinsi gani ametoboa, amepiga hela na biashara, anafanya mambo ya online ya trending, mambo kibao. Wakawa wanafurahia sana. Chiki akawa amemwomba Toby amuelekeze, akamwambia wala hata usijali, nina kila information ndani ya laptop yangu. So nikija hapa nitakuletea course na nini utasomea na utaweza kufanya vizuri hata zaidi yangu mimi. Chiki bwana akawa amemwambia dada yake awaandalie chakula. Dada yake akasema hapana, nitawatoa out. Akamwambia kwamba atawapeleka sehemu nzuri ambapo wanapika vyakula vya Kinigeria vitamu kinoma noma. Basi wakawa wameelekea huko. Wakiwa wamekaa wanakula, wanapiga story kuhusu na maisha hapa na pale. Binti Ronnie kama ameingia huko ndani. T alipomwona kashtuka, akamwangalia kazubaa. Mtu na dada yake wakasema huyu vipi huyu, akamshtua. Oya unampenda? Sema ukweli. Jamaa akasema hapana, akawa anazugazuga. Chika akasema hata alipofika nyumbani alikuwa anamchungulia Instagram kila wakati. Kamsa akasema mbona mimi nafahamiana naye? Akasema hapana usinipige bwana. Akasema ndio nafahamiana naye. Kama unafahamiana naye nenda usalimiana nao. Basi ubishi huo wakapinga. Akasema okay, tuweke pesa mezani. Ngapi? Akamwambia tuweke 100,000. Basi wakawa ameweka hiyo pesa. Kamsi huyo akasimama, akamfuata Ronnie. Ronnie alipomwona hakuamini. Akamwambia napenda unachokifanya. Nimefurahi kukuona hapo unakuwa busy. Watu wananiambia upatikani. Basi wakawa wamebadilishana namba. Aliporudi mezani akamwambia wewe weka mkwanja wangu hapa. Jamaa akawa amelio. Mshikaji anarudi nyumbani huku bado anamfikiria Ronnie, anawaza huyu mwanamke nitampataje? Akafikiria, akapata wazo. Akamfuata rafiki yake Chiki. Akamwambia kaka, mimi nina shida, nataka unisaidie, unifunze jinsi gani ya kuwa mwanaume. Yaani mimi nimeishi maisha yangu yote haya sijai kuwa na mlembo nini, bebezi wananikataa kinoma noma. Ninajua type yangu lakini najikuta kama mimi type yangu mimi sio type yao. Kwa hiyo natamani unisaidie jinsi gani naweza kubadilika nikawa tozi fulani hivi, wanawake wakawa wanazimikia kinoma noma. Pesa mimi ninazo lakini ninashindwa kuelewa kwa nini hawanielewi. Mshikaji anaongea pale. Yaani Tia akamwambia kwamba atatoa pesa kibao kwa mtu ambaye atakubali kumfunza. Yaani yupo tayari kugaramia. Alipotaja hela Chika hakuamini, akasema mbona hela ndefu hiyo? Akamwambia nipo tayari kugaramia, ili mradi tu nimpate yule mwanamke. Basi bwana akiwa bado anapiga story, Kams huyo katokea. Kawasikiliza akamwambia bwana mimi naweza nikakufunza hiyo. Wewe leta huo mkwanja. Akamwambia wewe ni kama dada yangu. Akamwambia umepatia. Mimi kama dada yako. Ina maana mimi wewe nakujua. Na kaka yangu Chike nakujua. Sasa najua wapi wewe kuna udhaifu wako. Basi hao wakapeana deal. Wakubaliana kwamba Kams anaanza kumfundisha Toby jinsi gani ya kuwa mwanaume, jinsi gani ya kuweza kuwavutia walembo. Basi hao wakawa wamekubaliana mkwanja nini, wakasalimiana kama wanakubali deal. Lakini jamaa Toby ni kama hajaelewa leo vizuri, lakini
kalainika kinamna, si unajua kitu kama hicho. Basi Kamsi akawa amehamia kwa Toby. Toby anamkaribisha kwake. Binti akashangaa akasema, mbona una sehemu nzuri hivi hapo unalipa kiasi gani? Akamwambia analipa, unamaanisha si umepanga kwani? Akasema hapana, hii ni nyumba yangu. Yani Kamsi hakuamini, akasema natamani kuishi sehemu kama hizi, yani mjengo mkali sana. Akamwambia ndio uhamie sasa moja kwa moja. Wakawa anacheka pale wanatibuana. Akamwambia wewe kwanza tufanye dili kwanza, hebu nilipe. Jamaa akamlipa. Kamsi hakuamini, yani akafurahi kinoma noma. Akamwambia wewe tunaanza sasa, hebu niletee kinywaji. Jamaa akamwambia unataka kinywaji gani sasa? Akamwambia ni surprise, ndio tunaanza mafunzo hapa tayari. Akawa ameenda mshikaji kaleta wine. Akamwambia kwa nini unaniletea wine? Akamwambia yenyewe wanawake si mnapenda mambo ya wine. Akasema hapana, mida kama hii glass ya juice ingefaa. Wine mida ya jioni pale mtu anataka kupumzika. Jamaa kajisikia vibaya, ni kama amefeli siku ya kwanza tu. Lila binti akamwambia usio na shida. Kachukua ile wine kapiga moja kwa moja. Mshikaji akamuuliza hiyo ni wine? Akamwambia hapa hakuna alcohol bwana, asilimia ngapi? 15 tu, hii inaimudu. Moja kwa moja Kamsi akamwambia twende chumbani kwako. Kufanya nini? Akasema njoo twende tu nikuonyeshe kitu. Wakaingia kwenye kabati. Kamsi anakagua nguo za mshikaji. Akamwambia hapana, hizi zote toa kauze. Akasema unasemaje? Hapana siwezi bwana, hizi nguo ni za blend, ni za bei. Akasema ndio, lakini hazikufai, haziwezi kukufanya mvutie mwanamke yeyote. Kama amezitoa pale. Akamwambia hizi tunauza, tutaenda kufanya shopping. Akamwambia pia inabidi utafute mtu wa kushevu akufanyie akushevu vizuri, mtindo mzuri ambao utavutia walembo nini, si unajua kitu kama hicho. Yani Kamsi yupo makini na kazi yake, yani anaangalia kila engo ambayo itamfanya jamaa au badilishe muonekano, aanze kupendeza na kuvutia. Kamsi akamletea kinyozi, akamnyoa vizuri sana. Mshikaji ndo ameshaanza kubadilika. Hao wakaenda shopping, wanachagua mavazi, wamenunua mavazi kibao. Wakawa wanatoka wanarudi nyumbani, wanacheka, wanafurahi. Ila watu wanaonekana kuwa na chemistry nzuri. Yani Kamsi ni kama anamuelewa mshikaji Toby, unajua. Ukiangalia kiumakini unaweza kuona anachokifanya, anatamani hiyo nafasi yule dema anayopewa angepewa yeye aisee. Huku tunamuona Kamsi na Toby wamekaa nyumbani, wanapiga story, wanashauriana. Binti akamwambia hivi umeshawahi kuwaza kutoa hizo chunusi usoni? Jamaa akamwambia mimi sioni kama kuna shida nini. Akamwambia hapana, inabidi uzitoe. Utamwona tu daktari wa mambo ya ngozi, hautahitaji kufanya surgery. Yani kidogo tu atakupa dawa au anaweza kavitoa. Sio kazi hatari. Kwa hiyo itabidi tumuone, tuangalie tunafanyaje tubadilishe muonekano wako. Yani Kamsi kabisa yupo tayari kumtengeneza jamaa, yani anatia nguvu zake zote. Pesa aliyopewa anaistahili kabisa. Toby ameanza kuwa na muonekano mpya mpaka Chika haelewi. Anakubali dada yake, anamwambia umefanya kazi kubwa sana. Yani huwezi amini aisee. Mshikaji amebadilika kinoma noma, afu anapendeza, anavutia, anampa hongera dada yake Kamsi. Huku bwana tunamwona Toby ameshatoa zile chunusi. Amekaa na Kamsi nyumbani. Kamsi akamwambia oya anza sasa nitongoze. Jamaa akawa anajaribu, ila Kamsi anamwambia hapana, yani hujapatia hata kidogo. Mshikaji anajitahidi, akamwambia hapana. Akamwambia oya shika hii glass, kaa hapo kama kawa kidemu. Akaanza kumtokea sawa, anaigiza. Kamsi kaua kinoma noma. Mshikaji anamwangalia Kamsi nini. Mshikaji akasema acha nirudie basi. Akarudia tena, lakini akawa bado anafeli. Ghafla kibahati mbaya Kamsi akamwagia ile wine. Kamsi akakimbia kuleta kitambaa mfute. Toby akawa amevua shati lake. Mama we! Kamsi alipogeuka na kumuona mshikaji akasema yani hakuamini. Akamsogelea pala, akataka kumgusa, yeye mwenyewe anaogopa. Akamwambia uko poa? Jamaa ameshajipangusa pangusa. Akamwambia wala hata usijali, niko vizuri. Kamsi anaonekana kuzama kwa mshikaji, yani hatari. Acha tuone itakuwaje. Baadaye akiwa anakula, Toby ghafla akasimama, kaanza kumtongoza sasa pale. Akamtongoza kinoma noma, akamwambia maneno mazuri. Unajua mlembo, ukweli ni kwamba nilipokaa pale nimekuangalia nikavutiwa sana. Hivyo mlembo, natamani hata kujua jina lako. Natamani kujua unatokea wapi. Maana siamini kabisa kama Mwenyezi Mungu aliyekuumba ndio kaumba wale watu wengine ambao nimekutana nao. Hakuna binti yoyote ambaye ameshawahi kusimama mbele yangu akavutia, akapendeza kama wewe mlembo. Yani nimetokea kuvutiwa na wewe. Yani Kamsi anapigwa mistari hapo, anaangalia, anatoa tu macho nini, analemboa mtoto wa kike. Mshikaji naye kakaza sura kwa sababu alikuwa anamkazania, anamwambia nataka uwe na confidence. Mshikaji leo kaivaa confidence kinyama yani. Toby alipomaliza pale, Kamsi akapiga makofi, akafurahi sana, akamwambia umetisha sana bwana naona umekuwa ukifanya mazoezi aisee, umeua kinoma noma. Toby akawa amefurahi na kumuuliza baada hapa kinafuata nini. Kamsi akamwambia kwamba kinachofuata ni kumfunza jinsi ya kuwa romantic. Aisee, yani ilikuwa kipengeli. Yani mwenyewe unaweza kuona wakiwa wanakumbatiana, yani mahaba nje, unaweza kuona hisia kali ndani ya nafsi zao, yani ndani ya nyuso zao. Unaweza kuona ni jinsi gani hao watu wanapendana kikweli kweli. Leo tunamwona Toby kashajiandaa, anataka kuelekea kwenda kukutana na yule Demloni. Kamsi anampongeza sana na kumwambia kwamba amependeza, akampa mchongo mzima, akamwambia atakuwepo pale akinisubiria, mimi nita cancel. Nao hakikisha utumie nafasi hii kujuana naye, kujenga ukaribu. Sawa?
Basi wakakubaliana, mshikaji kaondoka. Yani Tobi alipofika sehemu ya tukio aliua kinoma noma, aliongea na yule binti akaanza kucheka, akamwomba akae naye, akakubali, wakapiga story. Binti mpaka anaanza kumwambia yani binti hakumbuki kama ni yule mshikaji ameshawahi kukutana hapo awali. Yani hakumbuki hata kitu chochote. Tobi kanyosha kabisa. Yani kama tangia kipindi anazaliwa alikuwa anaenda anatongoza kila wakati. Yani huwezi kuamini kama amejifunza juzi kati. Yani aliongea maneno mazuri, matamu, confidence kinoma, anamwangalia usoni. Unajua kuna ile wanaita body language. Mtu ukiwa unaongea naye hata nafsi yako inazungumza, hata mwili wako unazungumza. Mtu unamuonyesha emotion kama uko deep. Ndio kitu alichokifanya Tobi huko ndani. Yani urafiki ukao umeanza moja kwa moja. Tia akawa amerudi nyumbani na furaha kinoma noma. Anafika ndani anamuita Kams hayupo. Anaingia chumba chake anamkosa. Akakagua nyumba nzima, demo hayupo. Akampigia simu, mwanamke akawa haokoti simu. Piga simu sana akawa haokoti. Basi mshikaji akampigia kaka yake kutaka kujua anaendeleaje, atakuwa yuko wapi. Akawa anaongea naye akamuuliza, "Vipi dada yako umemwona huko?" Akasema yeye amekuja, labda yupo chumbani kwake, ngoja nikamwangalie. Kumbe Kams bwana anawasikia. Alivyosikia kaka anakuja chumbani kwake, akajifanya melala 444. Kaka akajaribu kumtingisha lakini akawa haamki. Akamwambia bwana amelala, labda atakuwa amechoka sana. Basi utamcheki japo kesho. Jamaa akasema sawa. Ila mshikaji kama anahisi kuna kitu eti. Upande wa Loni na Tobi mambo yako vizuri. Loni anajiachia sana kwa Tobi. Usiku huu akiwa ametoka out, Loni akamtaka Tobi afike ndani. Tobi hakukataa. Si unajua ukipewa ofa, mshikaji kazama ndani. Asubuhi alipoamka, Loni akawa anamsifia Tobi alivyomkuna usiku wa jana. Yani anaonekana ameshaanza kumpenda tayari. Kams naye hana raha, hataki hata kumuongelea Tobi. Akiwa anaongea na kaka yake, akianza kumtaja Tobi, binti anabadilika. Kaka akamuuliza, "Kuna shida gani? Mbona kama umebadilika?" Akasema hapana. Akawa mnazugazuga na kuongelea mambo mengine. Kwenye maongezi yao hataki Tobi ahusishwe hata kidogo. Kumbe bana Kams alikuwa anampenda Tobi lakini hakuweza kumwambia. Tobi anajaribu kupiga simu lakini Kams hapokei. Tobi akajiuliza, "Huu nimemkosea nini?" Tobi akatuma voice note akiuliza, "Ndugu yangu vipi? Mbona kimya? Umenitenga sana, napiga simu upokee. Ndio najua uko busy lakini sio namna hii. Kama kuna chochote nilikukosea basi unisamee na nikuombe ukimaliza kusikiza voice yangu unipigie angalau hata unitumie ujumbe. Please naomba tafadhali." Kams akiwa peke yake bado anamuwaza T. Yani kila wakati T anamtokea kichwani. Anakumbuka kipindi wakiwa pamoja wanaongea. Akawa anamuuliza, "Unapendea nini Loni?" Jamaa kamwaga sifa nyingi, akamwambia kwanza ni mpole, ni mzuri, anaonekana mcheshi. Yani nampenda sana yule binti. Akatoa sifa nyingi sana. Baadaye akamwambia, "Haya, tuanze kucheza." Tobi akamwambia, "Mimi siwezi kucheza bwana, yani siwezi kabisa." Akamwambia, "Hapana, inabidi ucheze. Kwani itakuwaje siku ukitoka na mlembo na mnatakiwa kucheza?" Tobi akawa amenyanyuka. Kams akamwambia, "Anza kucheza." Akamwambia, "Siwezi kucheza peke yangu. Wewe umeniambia unanifunza, simama unifunze." Alivyosimama na kutaka kwanza kumuelekeza, Tobi akamvuta kwake, akamsogelea. Kams akawa ameshtuka. Akamwambia, "Hii nimepatia." Akaanza kucheka. Taratibu hao akaanza kuangalia usoni. Kidogo akisi. Akamwambia, "Sifa nilizotoa hapo awali zote ni za kwako." Kams akawa kama amechanganyikiwa hivi. Huyu jamaa vipi? Hawa ananitega. Leo tena tunamwona Tobi amekuja kumtembea rafiki yake Chike. Chike akaanza kumshukuru akimwambia, "Bana nashukuru sana, nimejifunza na nimemaliza, nimejifunza na nimeanza kutengeneza pesa. Shukrani sana kakaangu. Yani wewe ni ndugu yangu kabisa." Akamwambia, "Tangia utotoni mimi na wewe tumekuwa pamoja. Hivyo lazima tushirikiane kwa kila jambo." Akamwambia pia kwamba kuna kampuni anataka kufungua. Hivyo anataka wawe partners. Chike alifurahi sana. Akamwambia, I say, yani ulivyosema sisi ni ndugu kabisa, sisi ni ndugu." Akasema, "Nilifurahi pia nilivyosikia ulivyohangaika kipindi nimesafiri kwenda nje. Walinipa taarifa zako kwamba yani ilikuwa ni kama jamaa umeachwa na demu. Yani ilifanya niamini kama unanipenda na mimi nakupenda na sisi ni ndugu kabisa na hakuna chochote kitakachokuja kubadilisha hilo." Akamwambia, "Wala hata usijali." Akamwambia, "Vipi Kams, mbona simuoni?" Chika akamwambia kwamba Kams alihama. Hajakwambia? Alihama? Ilikuwaje tena? Akasema hivi anakaa kwake. Basi naomba address yake. Akawa amempa. Tobi moja kwa moja akawa ameelekea kwa Kams. Alipofika kwake Kams akawa ameshtuka. "Umefuata nini hapa?" Akamwambia, "Nimekufuata wewe. Mbona unanitenga, unanikimbia? Najua hata kama uko busy. Sio kiasi hiki. Kwa nini unanifanyia hivyo?" Akamwambia, "Mambo yamebadilika." "Mambo yamebadilika kiaje?" "Mimi na wewe tumejuana tangia utotoni. Unaniambiaje mambo yamebadilika?" Akamwambia, "Utotoni kumbuka, tulikuwa hatuna feelings na nini. Hivi sasa mambo yamebadilika." Tobi akamwambia kwamba amemmisi tena sana. Wakaanza kuongea. Kams akamwambia Tobi kwamba yeye hana shida, si ana mwanamke wa ndoto zake siku hizi. Tobi akajibu kuwa hawajaanza mahusiano rasmi, wanaongea tu, lakini jamaa anahisi kwamba usiku wa leo atafanya hivyo. Akamwambia, "Ongera ni kitu kizuri bwana. Hivi unampendea nini? Hivi ana kila kitu ulichokuwa unakitafuta katika mwanamke? Hebu niambie." Tobi akaanza kumwambia kwamba kuna vitu havipendi.
Mwanamke hajali kuhusiana na vitu anavyovipenda, hajali kutumia pesa, na muda wote yupo kwenye simu, anaongea simu masaa yote. Yeye ni mtu wa mitandaoni, kila kitu anachokifanya anaweka mtandaoni. Kila wakati yeye anaongelea mavazi. Ukiongea naye mambo ya msingi, anaanza kufikiria comment na likes alizopata kwenye video alizoposti mtandaoni. Ni kama vile Toby naye haelewi vizuri. Maana demu akasiriki eti jamaa ameongea pidgin, yani kile Kiingereza cha Kinigeria. Jamaa haelewi kabisa. Baada ya kumsimulia yote, Kamsa akamwambia, "Kwani ulitafuta muda na kumweleza kila kitu?" Toby akamweleza kwamba hampi nafasi, akijaribu kuongea mambo ya msingi. Demu analeta mambo yake ya mtandaoni, yani hampi nafasi eti wakae waongee mambo muhimu. Mwishoni Toby akawa amemweleza ukweli, akamwambia kwamba anampenda Kamsi. Kamsa akashtuka. Tia akamwambia, "Ndio, nakupenda wewe hapo. Maana kila ninapokaa na kufikiria wewe. Hata nikiwa na Roni mwenyewe najikuta nikikuongelea wewe." Jamaa Isea alijimaliza, akamwambia kila kitu. Akamwambia ni jinsi gani anavyokumbuka kila kitu kutokea utotoni. Yaani anampenda sana. Anaomba mkubali wapendane. Kamsi naye akasema, "Nami nakupenda. Ila niliogopa. Yaani mwanamke aliyekufanya mpaka ubadilishe lifestyle yako, niliona ni jinsi gani unampenda. Hivyo ndio nikaamua kwenda mbali ili nisiendelee kuteseka. Nikiwa na imani ipo siku utanipenda, niishie kuumia tu." Asubuhi Kamsa alipoamka akapokea simu kutoka kwa rafiki yake Onye. Akamwambia, "Mbona jana wewe uliniambia kwamba ulikuwepo na T na umeongea, mmeanza mahusiano, na muda huu naona amepostiwa huko na Roni wake mtandaoni." Kamsa akashtuka. Akamwambia, "Hivyo wewe una uhakika na unachokizungumza?" Onye akamwambia, "Angalia." Kamsa alipoingia online na Isea hakuamini macho yake. Yaani aliumia alivyoona hizo picha, caption pale zimeandikwa za kimapenzi. Yaani hatari sana. Watu kwenye comment nao ndo wanazingua. "Ongeleni sana, kapo nzuri, mnapendeza, mnaendana." Yaani ilikuwa inamkata sana. Kamsa alijisikia vibaya. Akawa anajiuliza hivi ni kweli au wanatengeneza attention tu? Maana watu wa influencer nao kuna kipindi wanafanya mambo ili wapate kuongelewa. Toby hajisikii vizuri, anajaribu kutafuta njia ya kumwacha bibia, anashindwa. Akimfuata na kutaka kumwambia aachane, anamkuta yupo online. Lona anachokifanya ni kumita mshikaji aje wasalimia mashabiki zake. Mshikaji anakuwa hana namna, kishingo upanda anafanya hivyo huku akiwa anajisikia vibaya ndani kwa ndani. Kumbe bwana, kuna kipindi Kamsi huwa anafanya kazi na Roni. Sasa siku hii kulikuwa na party. Roni na Tiwa akawa ametokea. Kamsi huyu hapa ndo anashuti. Akaanza kushuti, anajitahidi lakini akashindwa. Wivu ukamzidi, akawa ameacha kushuti na kukimbia. Tia akataka kumkimbilia. Roni akamshika akasema, "Usinaibishe mbele za watu. Kwani unataka kunifanyia hivyo?" Toby kabidi amchane makava, akamwambia kwamba mimi bwana nilitaka kukuacha, lakini nilishindwa kwa kuwa uliniambia huko nyuma ushaumizwa sana. Sikutaka kukuumiza. Kusema kweli wewe sikupendi. Na mpenda ni Kamsi. Tangia kitambo tulikuwa tunafahamiana. Yaani tukiwa bado watoto. Utanisamehe kwa hiki ninachokwambia. Ukweli ni kwamba mimi nampenda Kamsi. Sikupendi wewe. Nionee huruma. Nilijaribu sana kutafuta namna ya kukueleza. Sikutaka kukuumiza. Wewe ni mtu mzuri, hustahili hivi. Lakini ukweli ni kwamba moyo wangu haupo kwako." Aisee Lona alijisikia vibaya, akaaibika, kaanza kulia. Huku naye Kamsi kakimbilia kwa kaka yake. Kakake anambembeleza. Kakake mwenyewe ameumia sana, haamini kwamba rafiki yake amemfanyia kitendo cha namna ile dada yake. Toby naye huko anawaza, nitafanyaje ili niweze kusolve haya matatizo? Kamsi amenikasirikia, huenda asinielewe. Roni naye nimemuumiza. Mimi ni mtu wa aina gani? Jamaa akawa anajuta sana. Baada ya siku bwana, Tia kama amemfuata rafiki yake Chike, wakawa anaongea. Akamwambia, "Bana, najua mimi nilikosea sana." Jamaa akasema, "Mimi mwenyewe nimekasirikia. Na ungekuepo karibu siku ile, yani sasa ningekutwanga kinoma noma. Tungegombana na mshikaji wangu. Dadangu alivyokuwa analia alinifanya nijisikie vibaya sana." Jamaa akasema, "Jamani, nisamee. Najua nimekosea. Pia unajua wewe ni ndugu yangu. Mimi nampenda sana dada yako Kamsi. Na siwezi kuishi bila yeye. Naomba unisaidie kuniombea msamaha." Jamaa akamwambia, "Basi sawa. Hebu twende tukamuone." Wakawa wameongozana. Kamsi alipoona Isea hakuamini, akaanza kumtukana kaka yake. "Yaani nilikwambia kila kitu kuhusiana na mtu huyu. Leo hii unakuja naye. Unajua jinsi gani alivyoniumiza. Kwa nini unanifanyia hivi kaka yangu?" Akaanza kuwafukuza. Akasema, "Hapana, angalau msikilize, mwache ajieleze." Akasema, "Sitaki kumuona hapa." Akawa amemfukuza. Toby akawa ameondoka. Kaka akamuuliza, "Vipi na mimi niondoke?" Akasema, "Hapana, wewe unaweza kubaki." Chika akamweleza dada yake, "Najua amekukosea na amekuumiza. Ila unatakiwa kumsikiliza na yeye. Mpe nafasi japo kidogo ajieleze." Roni yeye bado anaendelea kuposti video mtandaoni akisema kwamba yeye na Toby bado wanapendana. Yaani hao watu wa mtandaoni ni hatari kabisa. Akimaliza kurekodi hizo video, anaangua kilio. Rafiki yake hapa anamwambia, "Hapana, usilie. Hao wanaume hawakufai. Wewe ni mtu mzuri sana. Unafaa kupendana na mtu anayejielewa na kujitambua." Toby naye hachoki kumfuata Kamsi na kuomba msamaha. Kila anapojaribu kuomba msamaha, Kamsi anamuonyesha video mpya zinazopostiwa. Jamaa anambia hizo video ni za kitambo, lakini sema niziposti hivi karibuni jamani. Nielewe, mimi nakupenda wewe. Tangia siku ile mimi sijaonana na yule mwanamke tena. Ila Kamsi amuelewe, akamwambia kwamba aache kumfuatilia, achane na maisha yake kabisa. Toby akamfuata Roni, akamkanya aache mara moja kuendelea kumposti. Maana
anamharibia, anamchafulia jina. Loni haelewi, anamwambia kwamba yeye pia alimuumiza, alimwamini, akampenda, akamthamini, lakini amekuja kumlipa tu maumivu na kumfedhesha. Pia ajue kwamba yeye ni influencer, hivyo lazima protect image yake ya mtandaoni. Leo bwana, Toby na Chika wametoka, wamepata dili nono kwenye kampuni yao, ila Toby bado hayupo sawa, haonyeshi kufurahia. Chika akamwambia, bwana, huu ni muda wetu wa kufurahi, tumepata hela nzuri. Jamaa anamwambia, mimi bado namwaza dada yako aisee, na hisi kama ndo nimempoteza mazima. Chika akamwambia, hapana, dadangu bado yupo na utampata. Wakiwa bado wanapiga story, Lona akawa ametokea, akamweleza kila kitu na kumwomba msamaha, kwamba hata video aliyoposti timu yake ndio ilimwambia afanye hivyo, maana baadhi ya kampuni zilikuwa zinavunja mikataba. Jamaa akamwambia, nakuelewa na unisamehe sana kwa kukuumiza, sikutarajia kufanya hivi, nilijikuta nampenda Kamsi na sikuwahi kujua. Akasema poa, nimekuelewa. Basi wakawa wameyamaliza. Lona akaondoka zake. Baada ya siku, Lona kama amemfuata Kamsi na kumweleza kila kitu. Kamsi alikaa kimya, hakuongea kitu chochote. Lona akawa amemsimulia mwanzo hadi mwisho. Amini Toby anakupenda. Nikiwa naye alikuwa akikuongelea mara nyingi, na nilikuwa naona jinsi gani anapata faraja na furaha akikuzungumzia. Yaani uweze amini, wewe ulikuwa ukauki mdomoni mwake. Hivyo naamini anakupenda. Mimi nilijitahidi kufanya kila kitu ili niweze kumteka, ila nimeshindwa. Hivyo nikwambie ukweli, mpende na umsamehe. Video zilizopostiwa niliziposti mimi nikitaka kulinda image yangu, maana baadhi ya kampuni zilikuwa zinavunja mikataba. Hivyo nakuomba umuelewe. Basi wakawa ameongea, akamwaga na kuondoka zake. Baada ya siku, Kamsi akawa amekuja kumtembelea kaka yake Chike. Wakiwa wanacheza game huko ana furaha, Toby akawa ameingia. Chike akawapisha, wakaanza kuongea. Toby akamweleza Kamsi kwamba anataka kurudi zake nje. Toby akawa bado anajieleza na kuomba msamaha. Kamsi akamkiss, akamwambia nishakusamehe na bado nakupenda. Je, vipi bado na wazo la kusafiri? Jamaa kamuuliza, nani anapanga kusafiri? Basi wakawa wamecheka. Kumbe wakagundua kwamba jamaa alikuwa amejibanza pembeni tu anawasikiliza. Wakaambia wewe, wakaanza kumcheka na kumuuliza, hivi unafanya nini hapo? Yaani hawana wanaushikaji kiasi kwamba hawaoneani aibu wala nini. Maisha ni mazuri sana. Ingawa kuna watu wengine hawapendi kitu kama hiki. Yaani ukiwa mshikaji wake hapendi upendane na dada yake, anataka umuone dada yake kama dada yako pia. Upande wangu pia, ukiwa ni mshikaji wangu, siwezi kudate na dada yako. Yaani nakuwa siwezi kabisa. Dada yako huwa anamuona ni kama dada yangu. Ingawa mimi ukidate na dada yangu ni sawa, lakini mimi siwezi kudate na dada yako. Nipo hivyo. Tukutane sehemu ya comment mniambie maoni yenu. Na ndio mwisho wa movie yetu hii iitwayo Love Bug. Movie kali sana. Nikukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ulikuwa nami Ariel Shadrack Kamangira, the guy from East Africa. Hala.